Hii ni sehemu yetu ya mwisho, nikimaanisha final kabisa. Nini kitaenda kutokea katika fainali? Twende nalo. Usiku ulikuwa na giza nzito. Apostle aliketi mbele ya babu yake, moyo wake ulidunda kwa nguvu. Kiongozi huyo ni nani? Aliuliza. Babu yake akatazama chini kwa muda kabla ya kusema, anaitwa Victor Mtemi. Jina hilo lilikuwa maarufu sana nchini kote. Victor alikuwa mfanyabiashara mkubwa na kiongozi mwenye ushawishi mkubwa. Watu wengi walimheshimu na kumwona kama shujaa wa maendeleo. Lakini nyuma ya pazia alikuwa mtu tofauti. Miaka mingi iliyopita, baba wa Apostle alikuwa amegundua wizi mkubwa wa mali za wananchi uliokuwa ukifanywa na Victor na washirika wake. Alipotaka kufichua ukweli, Victor akaamua familia hiyo iondolewe. Moto ulioteketeza nyumba yao ulikuwa sehemu ya mpango huo. Apostle alihisi hasira kali ikipanda moyoni. Kwa mara ya kwanza maishani mwake alitamani kulipiza kisasi, lakini alikumbuka kila alichokuwa akifundisha watu: ukweli, haki na msamaha. Kesho yake alianza safari kuelekea mjini. Neema, babu yake na baadhi ya wananchi waliandamana naye. Alikusanya ushahidi wa zamani, nyaraka na mashahidi waliokuwa wameishi kwa hofu kwa miaka mingi. Kadiri walivyozidi kuchunguza, ndivyo ukweli ulivyozidi kujitokeza. Victor alikuwa amewadhulumu watu wengi zaidi kuliko walivyofikiri. Hatimaye siku ya kufichua ukweli ikafika. Mbele ya viongozi, waandishi wa habari na wananchi wengi, ushahidi wote uliwekwa wazi. Ukumbi mzima ukawa kimya. Victor alijaribu kukataa, lakini ushahidi ulikuwa mkubwa mno. Kwa mara ya kwanza nguvu zake zote zilimshindwa. Alikamatwa mbele ya watu wote. Wananchi walishangilia. Wengi walitaka Apostle amdhalilishe na kumlipizia kisasi, lakini Apostle alisimama mbele yao na kusema, leo si siku ya kusherehekea kuanguka kwa mtu. Leo ni siku ya kusherehekea ushindi wa ukweli. Maneno hayo yaliwagusa wengi. Miezi ilipita. Victor akiwa gerezani aliomba kuonana na Apostle. Alipokutana, macho ya Victor yalikuwa yamejaa majuto. Nimeharibu maisha ya watu wengi, alisema. Singeweza kufikiria kuwa mtu niliyemuumiza angeweza tayari kuja kuniona. Apostle akamjibu, kila mtu ana nafasi ya kubadilika. Victor akaangua kilio. Ilikuwa mara ya kwanza kukubali makosa yake kwa dhati. Miaka kadhaa baadaye, Mwangaza ikawa mji mkubwa wa mfano. Shule zikajengwa, hospitali zikafunguliwa, biashara zikastawi. Watoto waliokuwa wanazaliwa walikuwa wakisikia simulizi ya kijana masikini aliyebadilisha maisha ya maelfu ya watu. Siku moja Apostle akiwa mzee sana alisimama juu ya mlima alipopenda kutafakari.
Neema ambaye sasa alikuwa kiongozi wa jamii alisimama pembeni yake. Watu watakukumbuka milele, alisema. Aposto akatabasamu. Hapana, wakikumbuka kitu wakumbuke kuwa mtu mmoja anaweza kubadilisha dunia kwa kutenda mema. Jua lilikuwa linazama taratibu. Aposto akatazama kijiji kilichokuwa sasa mji wenye maisha mapya. Macho yake yakafumba taratibu, huku tabasamu likibaki usoni. Safari yake ilikuwa imekamilika, lakini urithi wake uliendelea kuishi katika mioyo ya watu. Ukweli unaweza kuchelewa, lakini hauwezi kushindwa milele. Chuki huongeza majeraha, msamaha huponya. Kiongozi wa kweli hutumikia watu, si madaraka. Mtu mmoja mwenye moyo dhati anaweza kubadilisha maisha ya watu wengi. Baada ya kusema hayo, guys, niseme subscribe, like, turn on notification ili kwa kwanza kupata simulizi zetu nzuri kali kama hizo. Cha kufanya, bonyeza kidude cha kengele hapo ili kila kazi mpya itakayokuja uwe nayo. Mimi ni wako msimuliaji PBTZ. Baada ya kusema yote, ni kushukuru na nikwambie tu bye.